word. Wakati unakaribia tutafikia Mungu forward, let us kisha talk to the Lord. tunampatia kwanza Mungu baraka Then we're gonna let Ndugu Baraka pray for the word. kisha mtumishi And after, the preacher is going to start. Tuombe. Mtakatifu, tunasema asante kwa nasi. Ulikuwa nasi kuanzia mwanzo mpaka muda kama na huu. Mungu, tunatia mikononi mwako mtumishi wako ambaye umemtayarisha kutupa neno. Mungu, neno hilo litoke kwako, sisi tuwe wapokeaji, naye awe speaker. Mungu, bariki neno, lilete manufaa katika maisha yetu ya kila siku. Ubariki na utufungue masikio yetu ya kiroho. Asante Yesu, tunaamini utakuwa nasi, utaupa nguvu na uwezo. Asante Yesu, tuna yote tunaitia mikononi mwako katika jina lako Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amen. Hallelujah. Amen, amen. Amen. Tuondoe baridi. Amen. Unajua kila mara ni vizuri wakati tunafika mbele za Mungu. You know, it's good every time we're in the presence of Uwe na God furaha. for you to be happy. Amen. Kwa sababu unakuja mbele ya Baba. Because you are in the presence of your Father. Unakuja mbele ya ule mwenyewe anapanguzaka watu na tuseme machozi. You are in the presence of the one who wipes people's tears. Ule ambaye hajawahi kushindwa. The one who has never failed. Ule ambaye anaponya magonjwa. The one who heals the sick. Amen. Amen. Uwe na furaha. Be happy. Amen, amen. Amen. Kama ni kumchezea, mchezee Bwana. If it's to dance, dance for the Lord. Kama ni kuimba, muimbie Bwana. Sing, sing for the Lord. Amen. Amen. Basi bila kupanda muda, nataka kusoma yangu ya siku ya leo inasema ya kwamba Without taking long, the title of the word today safari ya Mkristo is about the journey of a Christian na mahusiano and their relationship na Mungu. with God. Amen, amen. 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 Kila mtu hapa Everyone here ni msafiri. is a traveler. Saa zingine hauko msafiri, unaweza kusema peke yako ndani ya roho yako. Inside of you, you may say, Lakini I'm not a nitakwambia traveler, kwamba but I'm going to tell you wakati ulikubali kuamini Bwana Yesu kama Bwana that Mwokozi wa when you maisha yako, decide to accept Jesus as the Lord ukampokea and Savior of ndani your ya life, moyo wako and receive Him in your heart kama vile Bwana na Mwokozi wa maisha yako, as the Lord and Savior of your life, ukabatizwa, and you got baptized, tayari wewe umekuwa na mahusiano na Yesu Kristo. suddenly you have gotten a relationship with Jesus. Pia umeanza tayari safari And you have pamoja na Mungu. started the journey with God. Na hiyo safari nataka kuongelea hapa And the journey I'm going to talk about sio safari ya kwenda state nyingine. is not a journey to go in a different state. Sio safari ya kurudia Afrika. It's not a journey to go back to Lakini ni Africa. safari ya kwenda mbinguni. It's a journey to go to Kwa heaven. sababu wote tuko hapa, tuko wanani wasafiri. Because all of us here are travelers. Amen. 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 Nchi yetu ni wapi? Ni mbinguni. Our country is heaven. Pale tunakumbuka wengine wenyewe wanasema watarithi nchi. That is where we remember other people that said they are going to Sijui inherit kama the wao earth. katika safari, We do not know if they are in a journey kwa sababu tayari wanasema watarithi nchi. because they said they're going to Lakini inherit sisi the nchi earth. yetu But us, our country, sio hapa is chini. not here on earth. Nchi yetu ni wapi? Ni mbinguni. Our country is in heaven. Amen. Amen. Tusome kwa neno la Mungu Let pale. us read the word of God. Tusome Mambo ya Nyakati ya kwanza. Mambo ya Nyakati ya kwanza sura We're 29 going to read the book of 1 Chronicles, chapter mstari wa 29, 15. verse 15. Karibu anayepata tusome. 1 Chronicles 29, 15. Mambo ya Nyakati. Mambo ya Nyakati wa kwanza sura 29 mstari wa 15. 29 mstari wa 15. Tusome katika jina la Yesu. Amen. Kwani sisi tu wageni mbele zako na wasafiri kama walivyokuwa baba zetu wote. Ni kama kivuli siku zetu duniani, wala taraji ya kukaa hapana. E Bwana Mungu wetu, akiba hii yote tuliyoiweka ili tukajenge nyumba kwa ajili ya jina lako takatifu,
yanatoka yote mkononi mwako na yote ni yako wewe. Amen. Ashia tu. Amen. Amen, amen. Sisi ni wasafiri. We are travelers. Tunaenda mbinguni. We are going to heaven. Lakini kitu cha kushangaza sana, But what is surprising, watu wengi walianza vizuri mahusiano na Mungu is that many people started katika safari yao ya kwenda mbinguni, in their journey to go to heaven. lakini sahihi But now wamekata mahusiano na Mungu. they have stopped their relationship with Unakuta God. walikuwa wanamtumikia Mungu, They used to serve God. walikamata hatua nzuri ya kutembea na Mungu, They took a good step to work with God. lakini sahihi wameacha, But now they have stopped. wamekata mahusiano. They have stopped the Unajua relationship. hauwezi kutembea na You Mungu know you will not work with kama God hauna naye mahusiano if you mazuri. do not have a good relationship with Him. Je, wewe una mahusiano mazuri na Do Mungu you unapotembea have pamoja a na good yeye? relationship with God if you do not work with Him? Uchanganya na moyo wako. Look inside your heart. Uliokoka miaka mingapi? How many years have you been saved? Uliokoka miaka mingapi na ukatembea na Mungu mpaka muda hii? How many years have you been saved? And Na how leo many of je, them have you unaendelea walked with mahusiano God? mazuri pamoja na And Mungu? today, do you still have a good relationship with Hiyo God? ni kitu cha kwanza Mkristo anakuwa anakifahamu ndani ya maisha That yake. is the first thing that a Christian Yaani needs to be kila aware of mahali in their life. unapotembea Every time you're walking, unaangalia sahihi niko na uhusiano na Mungu ama hapana. you look if right now do I have a relationship with God Sahihi or not? nikikufa leo nitaenda mbinguni ama hapana. If I die now, you will not go to heaven or not. Lakini leo Wakristo wamesahau. But today, the Christians have Wamekata mahusiano na Mungu pasipo They kujua. have stopped the relationship. Huko wakifikiria kwamba wako na Mungu. They think they have God. Hata makanisani wanaingia. Even to church they come. Hata kuomba wanaomba. They even pray. Kuimba wanaimba. They sing. Lakini mahusiano yamekatika But tayari. their relationship with God has ended. Wamesha kumwacha Mungu. They have left God. Amen. Amen. Je, wewe pale umesha kumwacha Mungu ama hapana? You there, have you left Hauwezi God? kuendelea safari na Mungu You will not continue kama with hauna God mahusiano mazuri na if yeye. you do not have a good relationship with Him. Haleluya. Amen. Kila safari inakuwa na mwanzo pia na mwisho. Every journey has the beginning and Ingine end. masafari watu wanaimalizia katikati. Other journeys are stopped in the middle. Hata vile vile katika safari ya ndoa, At the same way in yani your marriage uchumba, journeys, unajua uchumba ni safari ya kwenda kwenye ndoa. you know, relationship is a way to go into marriage. Wengine wanakuwa hawamalizake. Other people do not finish. Amen. Amen. Wanakuwa wanaishia katikati, wanachana. They stop in the middle and they break up. Juu ya nini? Why? Kukosa mahusiano mazuri. Because they do not have good relationships. Amen. Amen. Kila safari inakuwa na mwisho wake. Every journey has the end of it. Lakini inahitajika pia mahusiano mazuri ili upate kufikia mahali unapoenda. But you need good relationships so that you may reach the destination. Je, angalia tu maisha yako, Look into your life, jinsi unavyotembea. the way you are walking. Ulikuwa unatumikia Mungu sana. You used to serve God Ulikuwa na well. maisha mazuri na Mungu. You used to have a good relationship Ulitembea with na God. Mungu wa kumwacha. You used to work with God, you Lakini did not hapa need Him. Marekani, je, But here umefika? in America that you have came, Unaendelea safari na Mungu ama hapana? do you still have a relationship with God? Wengine or walimwacha not? Afrika huko. Other people left God in Africa. Hapo wamekuja tu vitepe peke They yao. only came here like shadows. Mahusiano imekatika. Their relationship with God has had. Na wengine wamemwacha hapa hapa. Other people left them. Siku walifika Marekani, When they got to America, wakasahau. they forgot. Wanafanya mambo yao. They doing their own Mahusiano things. imekatika na Mungu. The relationship with God Safari yao ya has kwenda ended. mbinguni imeishia. Their journey to heaven has Ni kwa stopped nini? here. Why? Angalia moyo wako. Check your heart. Amen. Amen. Angalia moyo wako tu. Check your heart. Jinsi ulianza na Mungu The way you started with na God jinsi uko leo. and the way you are now. Unajua You know, hapa hakuna mtu mmoja atatetea mwenzake. there's no one that's gonna defend the other here Sema kwamba mimi and say that me, nitaenda mbinguni. I'm gonna go Ama to fulani heaven. ataenda mbinguni. Or this person is gonna go to Ni heaven. roho yako peke yake. It is your heart. Hawezi kumtetea mwenzake. You are not gonna. Hata utaomba namna gani, Even if you pray, utaimba namna gani, you're gonna sing, lakini roho yako ndani hayo yenyewe but your heart inside itakwambia kwamba je, una mahusiano na Mungu ama hapana? is gonna testify. to Itakushuhudia your kwamba wewe relationship with hapana. God. It's Hata gonna kama tell unaomba you, hapana. even if you pray, Hauna no, mahusiano na Mungu you don't tena. have a relationship Mungu with God. ashakuacha. God has left you. Hata kama utaomba namna gani, Even if you ni roho pray, yako peke yake ndio itakushuhudia ndani your yako. heart that's gonna testify to you. Hakuna mtu atakwambia. Nobody's gonna tell you. Safari ya kwenda mbinguni The journey to go to ni heaven yako wewe na Mungu peke yake. is between you and God alone. Hata unakuja hapa, Even if you come sisi here, hatujui. we do not know nothing. Unaweza ukaimba, You may sing, unaweza ukaomba, you may pray, unaweza kuhubiri kama ninavyohubiri hapa, you may preach as I'm lakini preaching. roho yako yenyewe itashuhudia kama uko mwana wa Mungu. But your heart is going to Na testify uko na that you're a mahusiano na child of Mungu. God and you have a relationship with Amen. God. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Tusome kwanza pale tena mbele tuendelee. Read for
us before we continue? Mathayo sura 7 mstari wa 20. Matthew 7:20. Mathayo 5 mstari wa 20. 7. Mathayo 7 na mstari wa 20. Tusome katika jina la Yesu. Ndiposa kwa matunda yao mtawatambua. Si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana ataingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Amen. Yaani ni yule mwenye tu iko na mahusiano na Mungu. It is only the ones that have unajua relationship with kufanya God. mapenzi ya Mungu. You're not doing the will of God. Hiyo inamaanisha kwamba uko na mahusiano na Mungu. It means that you have a relationship with God. Hakuna kitu ambaye itakayokushuhudia, haitakushuhudia. There is nothing that is going to Kile kitakushuhudia peke yake ni matendo yako. What is going to testify you is your deeds. Itakwambia kwamba kama uko na Mungu ama hapana. It's going to tell you if you have God or not. Hata kama unaombaka namna gani. Even if you pray so hard. Lakini matendo yako ndio itaonyesha kwamba uko na Mungu ama hapana. Your deeds are going to show if you have a relationship So, with God. unaweza kuomba hapa. Because you may pray here. Unaweza hata kuhubiri hapa. Or you may preach here. Hata kuimba. Or you may sing here. Lakini tutakuona ni hapa tu. But we're going to see you. Lakini nje huko. But outside there. Yenyewe unafanya. What you're doing. Ndio vitakushuhudia mwenyewe ndani ya roho. They are the ones that are going to Kusema testify kama you inside uko na your Mungu ama heart hapana. if you have God or Na not. utajua namna gani tena kama unatembea na Mungu. How are you going to know if you're walking with Utajijua tu God? ndani yako. You are going to know yourself Sio mpaka bakuhubiri hapa wakwambie. It's not a must that somebody Tunaweza will preach kukuhubiria to you hapa and tell lakini you. mwenye ataamua ni wewe peke They yake. may preach to you, but Roho yako ndio itakwambia ni kweli vile tunasema ama hapana. you are the judge of yourself. Amen. Amen. Haiko tu mtu akwambie. It's not a must that somebody Ni roho will yako tell you. yenyewe itakushuhudia kama It's your heart uko na that's Mungu ama going to hapana. testify if you have God or Acha not. niwaambie ndugu. Let me tell you, brothers. Usiwe kitu kitakutenga na upendo wa Mungu. There shouldn't be nothing to take you away from the love of God. Usiachake Mungu kwa ajili ya vitu vya Do dunia. not leave God for the things of the world. Usiache Mungu kwa ajili ya shida Do not leave unayopitia. God because you are passing through problems. Hata kama unaacha Mungu. Even if you leave God, Mungu hata kuwa anakosa kubakia Mungu. God is still going to remain God. Mungu atabakia tu Mungu. God is still going to remain God. Hata nyinyi wote mtoke mkanisa, Even if you leave the church, Mungu atabakia tu Mungu. God is going to remain God. Hata kama upende kuimba, Even if you don't want to sing, Mungu atabakia tu Mungu. God is going to remain Kwanza God. anasema ya kwamba hata mawe First, atayamuru ipate kuimba. even the stones are going to praise Sio you. kwa maana shida ile unayoyapitia That is why the problems you're passing through isikutoshe pamoja na Mungu. shouldn't take you away from the Isikutoshe love of pembeni ya Mungu. God. Shouldn't take you away from the presence of God. Amen. Amen. Angalia tu jinsi unavyoishi. Look at the way you live. Wengine wanakuwa wakipata mashida, Other people, when they passing through hata issues, kanisa hawakuje tena. they do not go to church. Wanabakia manyumbani. They stay home Yaani kupitia shida ndio inamtenga na Mungu. because of the problems they are passing through. It's taking Wengine them wanakuwa away wanapata from magonjwa God. Other people get sick. kama hajapata suluhisho ya magonjwa If they yake. have not received a solution to their sickness, Naishaomba sana. they say they have already prayed enough Na mimi naacha. and they have, I'm going to stop now. Lakini nakwambia hata kama uache, But even if you stop, Mungu atabakia tu Mungu. God is going to remain God. Hawezi kubadilika. He's not going to change. Amen. Amen. Wakwenda mbinguni wataenda, And people are going to go to heaven. na wewe mwenyewe utamwacha utabakia. And you that will live, God is going to remain. Alafu utahesabia tu And you're going to count masaa yenyewe ulikuwa unapoteza hapa. the hours that you were wasting here. Unajua nilikuwa na bibi ya mjomba wangu. I had my uncle's wife. Yeye alikuwa wazi. She used to be very clear. Alikuwa wakati bwana yake anaenda kanisa. When the husband was going to church, Bwana Joan. because they know each other, Walikuwa wanaishi maisha moja ya tabu sana. they lived a life of Kosa suffering. kuelewana, matatizo. They couldn't Kugombana, understand each kupigana other. kila They siku. fought all the time. Alafu siku bwana yake anavala tu vizuri, unaenda And when the husband used to dress very well, anaenda ukanisa. she used to ask Unaenda him, where ukanisa are you kweli? going? Na wewe kweli unaenda And ukanisa? she would say, you also Mimi can ulifanya go to jana hapa kweli kabisa. church. What you did here yesterday, you're going to go to church Anamwambia today. mimi siwezi kwenda ukanisa. It would say, I wouldn't be Sasa, able to go to church. Ile makiti imeenda kujaza pale. And those chairs you're going to fill Siniachi there, Bakristo wenyewe biko na roho safi. leave them for the Christian that have pure Kuliko hearts. tu mimi bado na mimi naikala pale. And instead of me sitting there Na tabia yangu ni mbovu. with my bad Siko attitude karibu na Mungu. and I'm not close Mungu to God, hanijui. God does not know Ni me, afadhali tu nikale zangu. it is better for me to just remain Utaona bwana behind. anasema na ni kweli tu And you will nakaa. see the husband say, it's true, it just stays home. Nataka kuambia kwamba yani ni kusema Let me tell you, ya benyo unapitia wewe peke ndio unabijua. it means
means that what you are passing through, you are the one who knows. Mwenzako anaweza kuviona. Your neighbor can see. Lakini angilikuwa kama angemdanganyia wao angesema mimi najijua mimi naenda. But if he would insist and say I'm going. Alijasa na ni kweli ndio nasema na nikala zake. He said it's true what you are saying. Safari ya kwenda mbinguni. The journey to go to heaven is individual. Hawezi mwambia mwenzako basi sogea pale na mimi nikala. You will not tell your brother move aside, let me sit. Au kisi wapagana watu ambao sasa ukienda na mimi nitakushika mguu. And you will find other people say if you go to heaven I'm going to hold on to you, so we may go together. Hiyo safari ya mbinguni haiko ya hivyo. The journey to heaven is not ni kuwa na mahusiano mazuri na Mungu. To have a good relationship with God. Amen. Kama hauna mahusiano mazuri na Mungu, mbinguni hutaenda. You're not going to go to heaven. Safari yetu inabidi uwe na mahusiano mazuri na Mungu. Because in our journey we need to have good relationship with God. Ndio kwa maana kila mara unapotembea, that is why every time you're walking, ukwenda jiangalia tu. Look into yourself. Je, ikikukuta hapa sasa hivi? And say if I die now, utaenda hapa? Are you going to go or not? Kifo kiko. Death is there. Unajua ni kwa sababu haujaonjaka kifo ndio maana unaweza kufanya sema ni kawaida. You know it's because you have not tested it. That's why you will say it's not there. Kinafika tu mara moja. But it's there and it happens once. Mimi nakumbuka kuna mtu mmoja kufika mbele yangu macho. I remember there's a person that died in front of me. Kila mara nikalaka inanikujia hata kwa macho. Every time I still have the images coming in my eyes. Huyo jamaa alikuwa anakunywa pombe kweli. This person was drinking alcohol a lot. Hapo Uganda. There in Uganda. Tulikuwa tunakaa. We used to see. Tukifika tu pale magaraji tulikuwa tunashitaka pale. When we got to the garage where we used to stay, kachupa. He was walking around with his bottle, drinking his liquor, everything. Kila siku tulikuwa tunamwambia acha pombe. Every time we used to acha pombe. Stop alcohol. Every time alikuwa anasema ni mchezo tu. He thought it was a joke. Alikuwa anamwambia si zeri ndio alikuwa anakunywa. He used to wake up at 6 mpaka bila talala. To the time he's gonna go. Bila kumbuka siku moja alikuwa anazibia kabisa. I remember one time he used to pass out. Ilikuwa saa 12 asubuhi. It was about 6 a.m. mpaka akataka kufa. And to the time he was almost dying. Mtu mmoja akasema huyu atakufa. And one person said this person is gonna die. Mkoa mwanamke ndio itamsaidia. It's the hand of a woman that's gonna. Utafuta mwanamke kwa pale akojoe. Find a woman to mkolishe mkoa. And Haleluya. Ila waambie ni ukweli. Yaani wanatafuta mwanamke akojoe tu mkoa bampatie jua pone. They look for a woman to urinate so they can. Baada kwa wewe mimi hapana. Baada kwa wewe hapana. Kama mmoja refusing. Kana kwa mama kojoa tu hapa tumpatie hata. They went to find his mother so they urinate and give him. Mama anakojoa anaweza kumlisha mkoa. And they gave. Ni kweli. Akari kibele. Amen. Amen, amen. Haikutosha niendelea kunywa tena. Ilikuwa ni tabia yake. That was his behavior. Unajua mtu akiwa mbali na Mungu. You know when somebody is away from God, tutafute kwa karibu na Mungu sana. Let us be close to God. Bila waambia si tuko bien. We are very good. Unachagua njia nzuri. You have chosen a good path. Amen. Amen. Kuna watu wanateseka hapo nje. There are other people who are suffering out there. Nikapita masiku kadhaa hivi. And days passed by. Akazunguka tena pale pale. And he came around again. Akaja akasema nisaidia tena nini kidogo tu nikuna tamaa nisikia roho inawaka moto. He said help me with a little bit to buy alcohol so I can drink. Wanaita Uganda kile kijikumi. He said just give me a little bit. Nasikia roho inawaka moto. I feel like my heart. Alianzia hapo kwa wale. Wale kumwambia nikupatie kingine hakuna pombe wakamfukuza. He said I'm not going to give you. Akina nafasi nyingine wanamnisaidia roho inawaka moto. Wale wakamfukuza. Wanajua tabia yake kuomba ya kunywa pombe. Akaja na pesa tulikuwa wakamwambia na wewe toka unataka kunywa pombe zingine. Dakika tu tuko nasema hapo. And when as he was speaking there he fell. Kumbe ilikuwa roho ilikuwa inawaka moto. And it was sure that his heart was burning. Tu maji ya baridi. And he wanted to just have water. Ateremshe. For him to aone kama atafanya tarehe. So he may. Lakini akakosa mtu akumpatia hivi. But nobody was able to give. Mbele yangu hivi ndio alianguka. In front of my eyes that's why he fell. Nafikiri mchezo tu. You think he was a joke. Ameshakufa. When we touched him he was already gone. Wanamfirika nguo. And they wanaombea kumwona. And they took him to the mortuary. Kifo chetu our death kiko mikono ya Mungu. Is in the hands of God. Sisi wa Kristo tutakufa kwa ajili ya shetani. Anapenda. Hatutakufa kifo cha wachawi. We will not die the death because kifo cha ulevi tutakufa nacho. We will not die because tunakufa kifo chenye Mungu ametuandalia. We will die because God has na kufa yetu sisi tunamaliza safari yetu. And for our death we're going to finish our journey. Inabidi umalize safari nzuri na Mungu. You need to finish your journey well with God.
Kama hautamaliza safari na Mungu, if you will not finish your journey with God, unaenda ni kuzimu. you're not gonna go Ndio to itakupokea. heaven. That is hell receiving you. Amen. Amen. Tembea pamoja na Mungu Walk with God, ili umalize safari yako so vizuri. that you may end your journey well. Unajua hii safari You know this journey, kila Mkristo anayo. every Christian has. Unapookoka unajua kama uko pamoja na mahusiano na Mungu. When you get saved, you Na automatically tayari have a umeanza relationship safari with na God, Mungu. and that is when you start with your Usiwe journey with God. kitu ya kurudisha nyuma. Let nothing set you behind. Ama matatizo yasikurudishe nyuma. Let your problem not set you behind. Nakumbuka mtumishi mmoja wa Mungu. I remember one servant of God. Tulikuwa naye pale Bukavu. We used to be with him in Walikuwa Bukavu. wanamuita Mtume Ra. They were calling him Apostle Ra. Aliacha voice moja yenye kweli watu walikuwa imewapatia moyo sana. He left a voice that encouraged a lot of people. Huyo pastor alikuwa mtumishi wa Mungu That kweli. pastor was a servant of God. Alikuwa anajulikana pale Bukavu. He was known there in Bukavu. Alikuwa na bibi yake kutoka Rwanda. And he had a wife from Alikuwa na Rwanda. watoto wazuri. He had beautiful children. Walimtumikia Mungu na bibi yake He was pale. serving God together with his wife. Haleluya. Amen. Wakapata safari ya kuja wapi? And they Rwanda. Wakaanza vitu vya refuge. Wakatoka Bukavu. They went from Bukavu to Rwanda. Wakaja hapa Marekani. And they started their process to come here to America. Kufika Marekani. When they got to America, Kweli vita. Akapigiwa vita vikali sana. the devil was battling. Mpaka alikuwa analia watu wamuombee. And he was asking for prayers. Watu walikuwa wanamwambia kweli utamaliza safari yako hivi kweli? And people were, Buka kisugura tumikia Mungu and kweli. people were asking him, are you going to end your journey like this? Lakini nini ilikuwa inamsumbua? But what was troubling him, Ni mke. it was his wife. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mke alifika wakati He got to a time his wife akamwambia hivi, told him tumefika Marekani. that you have gotten to America. Hapa sio Afrika. This is not Africa. Sasa nimepata bwana mzungu. I Hapa. have gotten a white husband, Sasa chagua tu. and choose. Yule ameniambia atakana niwekea pesa kila mwisho wa mwezi. This husband said he's going to give me money every Na end pesa of the ndio hii. month. And this is Kule alikuwa mwanamke mzuri kweli. the Kwa wife. sababu She was, anapendeza. she was a beautiful woman. Haleluya. Amen. Amen, amen. Amen. Alafu Then mtumishi akamwambia, bwana akamwambia, the husband told her, kweli tunafika Marekani unaniambia vitu ya hivi. we are getting to America Kumbuka and you're telling tulitoka. me things like this. Remember where Pia we fahamu come niko mtumishi wa Mungu. from. And know that I'm a servant of Na huko God. mchakazi wa Mungu. And you are a servant of God. Both as walikuwa well. mahubiri na bibi na They bwana. were both preachers, the husband and the wife. Akamwambia mimi nisiko kule. And the Nataka husband chagua. told him, I'm not there. Kama ni wakie ulikuwa nipatie hizo pesa na kama hutaki mimi naenda. And the wife asked him to choose if he wanted to remain. Akamwambia when mimi the pesa money sina. or Ile tuko nayo hapa tuko inatusaidia mabezezi yetu. Sasa mimi nataka zangu za mimi peke unaniwekea. And the husband said, I do not have money to pay you every end of the month. Kumbe alikuwa tayari ameshakata mahusiano na Mungu. Asipokujua. She was already not in a relationship Unajua with God. ukikata mahusiano na Mungu, When you stop a relationship with Shetani God, the devil atakushika. is going to hold on to you. Amen. Amen. Baadaye akamwacha. And later she left. Akaenda bwana kadhalika kumfuatafuata akakataa After she left, the husband tried to mpaka akaenda follow kwa him. polisi akasema anataka ulinzi. And she went to the police and asked for a restraining order. Wakampa ulinzi. And they gave her Alikuwa a na mafia restraining makubwa sana order. magaso makubwa. She Lakini had, wale wawili walikuwa bado wadogo. she had older children and younger Wakamwambia ones. na hautaona watoto la kitu hivyo. And they refused the husband access to the children. as Huyo well. pastor aliteseka hapa. And this pastor struggled here, Lakini aliendelea kupigana vita. but he continued to fight. Alikuwa anabembeleza bibi alikataa. He was pleading with the Watu wife and wakapiga the wife. masimu juu wanajua kazi alikuwa anafanya. People called on the phone Akakataa. and she refused to listen. Amen. Amen. Lakini huyo mtumishi But this servant of God aliendelea kutumikia Mungu. continued to serve God. Ilifika wakati It got to a time he died. haleluya, Amen. hakufa kifo cha wanadamu. He did not die a death. Juu kuna wakati alikuwa mgonjwa sana, Because there's a time wazo, he was tension, very vitu sick. vilikuwa vya mingi sana. He was being troubled by a lot of sicknesses, Akaja kalikipere tena, and he got better. wakati ingine tena kagonjwa, And another time he got sick ilikuwa tu moyo. because it was only his heart. Siku alikufa, But when he died, aliambia watoto wake mkuje, he called his children. akawaambia He told them, nimeona mbingu I have imefunguka. seen heaven opening. Haleluya, Amen. nimepiga vita vizuri vya imani. I have fought a good Tukitu battle. alizungumza kwenye audio yake. That is what he spoke. Hapa nimetarajia nini? Taji ya uzima wa milele. And here I am waiting for the crown. Akawaambia mbakie na upendo. Stay with love
love. Mama yenu mumsamehe. And forgive your mother. Na mimi mwenyewe nimemsamehe. And I have forgiven her as well. Safari yangu imeenea. And my journey Ili mimi naenda wapi? Mbinguni kwa Baba. Hallelujah. Akakata roho. And there he died. Nitakwambia jamani. I want to tell you. Piga vita vizuri vya imani. Fight a good Hata upate mashida ya aina gani. Even if you're passing through issues. Hallelujah. Amen. Hata ufike kumwisho. No matter if you're Biblia inatuambia kwamba kwenye akili ya wanadamu inaishia. Ndio kwenye ya Mungu inaanzia. Hallelujah. Usiwe mtu wa kurudia nyuma. Piga vita vizuri vya imani. Utarajie hiyo taji ya uzima wa milele. Wait for the crown of eternal life. Amen. Amen. Hata mwanamke asikoshe mbingu. Even your wife shouldn't let you miss heaven. Even your husband shouldn't make you miss heaven. Hata kuambia. I want to tell you. Kuishi na wanawake pia sio mchezo. Living with a wife is not a easy task. Nawaambia kweli. I'm telling you the truth. Mwanamke mwenyewe alizungumza na nyoka. Aliamua kuzungumza na nyoka. A woman was able to communicate with a snake. Anadiskite na nyoka hivi. She was communicating with a snake. Kuongea hivi. They were speaking face to face. Wafikiri ni mchezo. Do you think that's a joke? Uwe na roho mgumu. Be strong. Hallelujah. Amen. Inabidi uwe na nguvu. You need to be strong. Sikwambii umpige. I'm not telling you to hit. Sikwambii umtukane. I'm not telling you to insult. Uwe na nguvu ya kuvumilia. Be strong and be patient. Asikitokee inatokea. Whatever happens. Isitoke kwako yani itoke kwa nani? It shouldn't come from you, but it should come from God. Unajua wanawake sio mzuri hata kuambia ukweli. Unaweza kumbeba hapa. You know, you may take a woman here. Mimi nakumbuka. I remember. Napenda mfano sasa napendaka mfano ili nifundishe. I like to give examples when I'm teaching. Nilikuwa nafanya ile Uber tu hizi. I was driving Uber. Nasikia mtu mmoja anaoda Uber. And somebody ordered Nikaenda Uber. huko. And I went Sasa wanacheza michezo huko. Where they play games. Nakuta ni Jamaica na bibi. And I found a guy with the wife. Na mtoto mmoja. And one child. Na kabebe. And the baby. Nini nawakuta pile na toboka. And I found them, their tire was flat. Kisha naona mwanamke ndio anatoka. And I saw the wife coming out. Anamwambia, "Sawa, bakia na gari yako." And he told the husband, "Remain there with your car. Mimi naenda na Uber." I'm going to go with the Uber. Aliita Uber bila kumwambia hata bwana. She ordered an Uber without telling the husband. Bali kuja kwa raha zao. They went there to enjoy together. Pine ya gari inapasuka. And their tire was flat. Kuliko amsubiri. Instead of waiting for the husband. Baishi kale kama maisha kuvumilia kwa pamoja. Instead of being patient with the husband. Asubiri atengeneze pine basi ndio barudie pamoja. Wait for the husband to change. Lakini anaita Uber. She called her Uber. Ikuje umbebe. So that he may take her home. Mimi nifikiria kama ataacha gari wote. I thought they were going to leave the car all Juu together. bwana alikuwa anaangalia tupine watatoka pale hapa. Because the husband was kutengeneza pine hajui. Ataanza tire. inakuwa hata kwanza na spare tire kwa hana. Because he didn't even know what to do with the tire. Lakini naona bibi anatoka tu na car seat ya nani ya mtoto. But I saw the wife coming out with the child's car seat and to put in my car. Sema bebe. And kuja funga ile car seat. And he was calling the husband to put in the car seat. Hajui aliona Uber. Anamshtukia tu. The husband didn't know the Uber was coming. Bebe, kuja umweke na mtoto. And he was calling the husband, "Baby, come put the child inside." Angalia tu. And I was just looking at them. Anaingia ndani. And he went, she came inside. Anabakia na kigari. And I asked her, "Is your husband remaining behind?" He said, "Yes." Sema He's bebe. remaining there with his car. Na nenda na mwacha. She blew him a kiss and left. Huyu mwanamke. That is the wife. Hallelujah. Amen. Huyu mwanamke. Is that the wife? Inabidi kuwa na uvumilivu. You need to be patient. Amen. Amen. So yote nakwambia kwamba katika safari ya kwenda mbingu. Here I'm telling you this because in the journey Inabidi tuwe na mahusiano. you need to have a relationship. Hata na katika ndoa pia inabidi tuwe na mahusiano. Even in your marriage you need to have. Wakati hatuna mahusiano katika ndoa. If you do not have a relationship in your Hapo ndoa zinavunjika. that is where marriages get broken. Amen. Amen. Mimi kama naingia sasa mafundisho ya ndoa. I'm not going to go into marriage. Hiyo ni kidogo tu kama vile mfano. That is just a little. Nataka kuambia kwamba kuwa na mahusiano na Mungu ni kitu cha maana sana katika maisha ya Mkristo. Na ukwenda angalia kwenye unatoka. Uangalie je, juu tu nimefanya miaka 10 katika Ukristo. And look, just
because I've been a Christian for 10 years. Ama miaka 20 katika Ukristo. 20 years as a Christian. Inabakia miaka kidogo. It's remaining just a little bit of Twende mbinguni. for us to go to heaven. Sakini kama hautaenda, hautaruka, lakini unaweza ukakufa. Maybe you will not. Je, ukuje tena, ufufuke tena upya. But for you to get resurrected after Lakini you have fikiria died, kwamba cha lazima sana ama cha maana. think the very important thing. Usipokuwa na mahusiano mazuri na If you Mungu, do not have a good relationship with God, kufa utakufa. you're gonna die. Na utaenda jehanamu. But you're gonna Na go safari to yako hell, itaishia pale. and your journey is gonna Sasa stop. tufanye namna gani ili tuwe na mahusiano mazuri na How are we Mungu? gonna do so? We'll have a good relationship with God. Haleluya. Amen. Tufanye nini ili tuwe na mahusiano mazuri na What Mungu? are we gonna do to have a good relationship with Cha God? kwanza, The first thing, ili uwe na mahusiano na Mungu, for you to have a good relationship with God, uishi maisha ya utakaso. live a life of Biblia inatuambia purity. Mungu ni mtakatifu. The Bible tells us Na wote God wanaomwomba is holy, and Wewe whoever mtakatifu. pray to Him shall be holy. sikwambia kama maana yake hautakosaka tena. I do not tell you Unajua that you kuna ile will. kukosa na kujirudia, yani ni kusema unajirudia. There is a time you make mistakes and you come back to your senses. Hauwezi jikwaa, unabaki unaanguka. You will not fall down and remain on the floor. Rudi haraka. Stand up very fast. Amen. Amen. Rudi haraka tena, piga vita vizuri vya Stand imani. up quickly and continue the battle. Amen. Amen. Kwanza ni utakaso. The first thing is to sanctify yourself. Kila mara uko naangalia Every time look around you. kama unatembea kinyume na mapenzi ya If you Mungu, are walking against the kama will of unatembea ndani God, ya dhambi, if you are walking in sin, ujui pale hauna tena mahusiano na Mungu. no, they no longer have a relationship Mwenye with kukuongoza God. ni nani? Shetani, sio Mungu. The person leading you is the devil and not God. Amen. Amen. Cha pili tunapisha kuangalia pale, The second thing that you're gonna look at there, ujaribu kuongozewa na nguvu za Roho Mtakatifu. try to be led by the power of the Holy Kama Spirit. Roho Mtakatifu akikuacha, If the Holy Spirit leaves you, utakuwa huna control. you not have control. Kila kitu kitakuja. Everything that's gonna Kitakubeba. come is gonna go with you. Roho Mtakatifu ni kama vile mtu anavyoendesha gari. The Holy Spirit is like somebody driving, Unakuta kwenye ile mataa ziko. and you find yourself at a red light. Amen. Amen. Unakuta ile mataa. You find a red Ili light mataa ikikwambia stop, una that stop. tells you to stop, and you stop. Ikikwambia kwenda na unaenda. If it tells you go, you're gonna go. Amen. Amen. Huyo ndio Roho Mtakatifu. That is the Holy Unapokuwa na Spirit. Roho Mtakatifu, When you have the Holy Spirit, atakwambia cha kufanya, He's gonna tell you what to lakini do hawezi fanya. and what you're not. Lakini gonna do. leo But today, watu wanamkataa Roho a Mtakatifu. lot of people are Roho Mtakatifu ashatoka ndani mwao, The Holy Spirit has wanajiongoza left them, binafsi. and they are leading themselves. hawana tena muda na Mungu. They no longer fear God. Amen. Amen. Huyo Roho Mtakatifu awe ndani mwako. The Holy Na Spirit kama is unaona inside of you. unaona kama ule Roho akuongoze And tena, if you see that the Holy Spirit is not unakuwa leading unafanya you, kila kitu kenye unataka and ndio you are doing unakifanya, everything that you want, ujui pale Roho Mtakatifu anashatoka. there the Holy Spirit has left you. Ndio Roho wa Mungu atakwambia hapana. But the Spirit of Usifanye God is hiki. gonna tell you, do not do this. Hiyo yote ni njia ya kukuongoza wapi? This is a way to lead Katika you safari. in the journey. Amen. Amen. Ni Roho pekee yake ambaye ataongoza katika safari. Only the Holy Spirit. Na huyo Roho can akitoka lead you. ndani mwako, And if the Spirit leaves you, utajiongoza, you're gonna lead yourself. utashindwa na And safari. you're gonna fail in your journey. Amen. Amen. Ingine ya tatu naweza sema ni The nini? third thing I'm gonna say Neno la Mungu. is the Word of God. Kama hauna neno la Mungu ndani If yako, you do not have the Word of God inside of wewe you, kwisha. it's the end of you. Watu hawapende neno. Kama unaona upendeke tena neno, If you see that you do not love the ujue Word, mahusiano inaanza isha na Mungu. your relationship with God has ended. Watu wanakuwa wavivu kusoma neno la Mungu. A lot of people are very lazy Tuseme to tu read the ukweli, Word of tusidanganyane. God. Let us tell the truth. Si bote, tuseme tu ukweli, All of tusidanganyane. us, let us tell the truth. Nani ananiambia kama anasoma Biblia kila siku verse Who moja is gonna tell me they read their Bible every day, a verse mbele ya kulala? before going Nasema to kila bed? siku I verse say moja. every day, just one verse. Hakuna. Nobody. Hiyo ni upungufu. Wakati uko unasoma neno la Mungu, When you are reading the Word of God, ni hapo iko na kusogeza karibu na that Mungu. is why it's taking you closer to Iko na God. kusogeza katika safari. It's taking you closer to God. Hata muda tena wa neno. Have time for the Word. Amen. Amen. Tuwe na muda wa neno la Mungu. Have time for the Word of Hata God. verse moja tu Even a verse a day inatosha kila siku. is enough. Ni kuzungumza na Mungu. Amen. Amen. Maombi pia isikatike. Also, prayer should not cease. Maombi kikatika ndani mwako, Prayer ceases inside of you. ujui pale
unaanza enda sasa, unaanza poromoka. No, that is where you are going down. So maombi ndio yanatusaidia sisi kutupa Because nguvu. prayers are the ones strengthening us. Amen. Amen. Watu hawapendi maombi. People do not like prayers. Tunafika hapa Sunday. We come here on Saturdays. Siku ya maombi. It's the day for prayers. Amen. Amen. Saturday hapa ni siku ya maombi. Saturday here is for prayers. Watu wafike. People do not show up. Watu wanakutana wawili watatu. We only Na wengine have wataka two kazi. people. Other people do not Kama uko work. kazi sawa. If you are at work, it's okay. Lakini nini? But Ile ni njia ya mporomoko. that is a way to go down. Utakuta unaendelea vile inakwenda katika kabisa mara moja. And you're gonna continue like this to the time it's Kuile gonna kipere. stop. Haiko mchezo. Take it back. It's not a joke. Amen, amen. Amen. Tujaribu tu watu wa maombi. Try and be a prayerful Hapo person. itatupatia nguvu ya kutembea That is gonna give na Mungu us strength to work with katika God safari. in our journey. Amen. Amen. Ingine ni nini nataka kuzungumza? Another thing I'm gonna say, Huwa nasikia sauti ya Mungu. listen to the voice of God. Watu hawapendi kusikia sauti ya Mungu. People do not want to listen to God. Unajua watu wanapenda tu kumwambia Mungu. You know, people like to tell God things, Lakini hawataki but kumsikiliza. they do not want to listen to Him. Pia ni shida. That is a problem. Kama unamwambia Mungu nataka nyumba, If you're telling God, I want a house, basi Mungu asikwambia hapana sitakupa. God will not tell you, no, I won't give you. Umwetu uombe. You just want to pray and Haupendi pray, kumsikiliza. but you don't want to listen to Him. Wakati unaomba msikilize na Mungu When you pia. are praying to God, listen to Him as well. Atakwambia cha kufanya. He's going to tell you what to do. Yeye ndiye anajua He's the one who knows roho yako. your heart. Anajua kesho yake. He knows you tomorrow. Haikupatia gari sasa unaomba gari kila siku unaomba gari. He knows if He gives Kama you a Mungu car atakupatia. today, if God gives you a car today, Bakia msikilize. continue Kwa nini listening to hajakupa? Him and know if He has Atakupa gari hapa miguu utakuvunjika na accident. maybe if He gives you a car, you're gonna get Juu into utatembea hapo an utakuwa accident. tu ni dunia nzima. Tuseme Amerika nzima You're itakuwa. gonna start driving all over. Yeye anajua ya kwamba He knows that ana muda wa kupatia gari. there's a time for Him to give you a Msikilize. car. Listen to Him. Amen. Amen. Watu wapende kumsikiliza Mungu. People do not want to listen to God. Wakati unamuomba, msikilize pia na When you yeye. pray to Him, listen to Him as well. Atatupatia kwa muda wake. He's gonna give us at His own time. Amen, amen. Amen. Kama unataka kusoma utasoma ile andiko pale. If you wanna read, Hata kunyumba utasoma. even at home, Timotheo you wa wanna pili, read, Second Sura 4 Timothy mstari wa 7 mpaka 4, wa 8. 7 to 8. Utaandika tu. Amen. Amen. Utasoma ingine wa Filipi sura Also, 3 Philippians 3, mstari wa 20 mpaka 21. 20 to 21. Utasoma nyumbani. You're gonna read it at home. Amen, amen. Amen. Nataka kukuambia I'm kwamba gonna tell you, sisi ni wapitaji tu. we are passerbys. Safari yetu ni mbinguni. Our journey is in heaven. Dunia hamna kitu. In the world, there's Tusiwe kama nothing. wenye unajua wenye nchi, wenye watabakia mwinchi. You know the people who are gonna remain on earth. Ni wale wa mashetani. They are the ones who belong to the Sisi devil. tunawafuata. Let us not follow them. Unajua kutasa wa Kristo na wanaingia muritme. You find also Christian working like the people of the Wapagani world. wanafanya hiki, When non-believers do nao this, wanakifanya. they also do the same. Wapagani wanavaa hivi, When non-believers dress like na Mkristo this, wanavaa hivi. Christians also dress the same way. Wapagani wanasema hivi, When pagans speak na like Mkristo this, anasema vile vile. Christians speak the same language as Sasa well. utofauti uko wapi? What is the difference? Sisi hatuko watu ya dunia hii. We are not people of this world. Kusema yetu ni ya mbinguni. The way we speak is in Kuvaa kwetu heaven. kufanane kwenda mbinguni. The way we dress should be heaven. Maisha yetu ifanane kwenda mbinguni. Our life should look like heaven. Amen. Amen. Hii ni kitu cha maana sana katika maisha ya Mkristo. That is very important in a Christian Kujua life. kutafakari siku kwa siku. Know how to meditate Ukikufa leo every day. utaenda wapi? If you die today, where are you gonna go? Safari yako itaishia pale ama utaenda Is your kwenda journey mbinguni? gonna stop there or you gonna go to Ni heaven? kitu cha kuwaza. That is something Acha for vya you to dunia. meditate upon. Vitapita na mambo If yake. the things of the world, they are gonna go away. Amen. Amen. Acha Mungu atusaidie. Let God help us. Tafanya maombi kidogo tu. We're gonna pray a little bit. Haleluya. Amen. Tutembee pamoja na Mungu Let us walk with God ili tumalize safari so yetu that we salama. may end our journey very well. Amen. Amen. Tutembee na Mungu. Let us walk with God. Changalia tu moyo wako. Look inside your heart. Je, huko na Mungu ama hapana? Do you have God or not? Sengine ushamwacha. Maybe you have left Him. Unabakia tu hapa na wakuja You kanisani. have just remained here coming to church. Tuimbe, tunaimba. When we say sing, we sing. Tuombe, When tunaomba. we say pray, we pray. Lakini ndani yako But inside of you, Bwana huko naye tena.
You no longer have unatembea peke yako. You're just walking alone. Amen, amen. Amen. Acha Mungu atusaidie. Let's God help us. Tusimame tu tuombe kidogo. Let's stand up and pray. Utaangalia tu moyo wako. Look inside your heart. Ufupi tu. We're gonna lead a short song and sing with joy. Amen. Amen. Samani kanyimbo kenye haujakasikiaga lakini maybe it's a song you have never heard, but you're just gonna repeat Amen. after me. Amen. Nafikiri itatusaidia pia I kutupatia think it's nguvu. gonna help us and encourage us as well. Maisha bila Yesu ni bure. Naitikia tu. Maisha bila Yesu ni bure. 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 Oh, maisha bila Yesu ni bure. Maisha bila Yesu ni bure. Maisha bila Yesu ni bure. Kama pasi ya boye, anazanga lola. Kama pasi ya boye, anazanga lola. Kama pasi ya boye, anazanga lola. Ona minyo kwa boye, anazanga lola. Kama pasi ya boye, anazanga lola. Minyo kwa boye, anazanga lola. Ona boye kwa boye, anazanga lola. Mapasi ya boye, anazanga lola. Ona mapasi ya boye, anazanga lola. Ina mapasi ya boye, anazanga lola. Ina mapasi ya boye, anazanga lola. Ona minyo kwa boye, anazanga lola. Ila tu mama, mama, umesikia neno, mwambie tu maneno moja ukiombea. Say a word to the Lord. Omba tu, mwambie Bwana neno moja tu. Haleluya. Safari yako unaitembeza namna gani? Mwambie Bwana tu. Kama uliacha mahusiano na Mungu, mwambie tu Bwana, nakuja tena kurudisha mahusiano na wewe. Nakuja tena nianze tena maisha mapya na wewe, ili nifikie taji ya uzima wa milele. Mwambie Bwana tu neno moja. Haleluya. Mwambie Bwana tu. Mwambie Bwana. Mwambie Bwana, mwambie tu. Mwambie Bwana. Haujui ya leo na kesho. Kifo kinaweza ikatokea. Utaenda wapi? Je, utaenda mbinguni ama utaenda kwa shetani? Mwambie Bwana neno moja tu. Akujaze na nguvu. Akusaidie tena. Maisha ya Yesu aliisha hapa duniani, alikuwa anatuombea. Akasema ya kwamba anaenda mbinguni. Anatuandalia makao mahali alipo na sisi tuwe pale. Haleluya. Mwambie Bwana neno moja tu. Safari ina matatizo na majaribu, lakini mwambie tu Bwana kusaidie.
tutafakari neno hili, na kwa mwisho kabisa tutamkaribisha mchungaji Pastor Daniel apate kuombea tena kwa kumaliza kipindi hiki cha neno. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa sababu wewe ndiye ambaye unajua siku za maisha ya mwanadamu. Wewe ndiye unajua mabaki ya siku zetu chini ya jua hili. Neno lako haliji bure bila sababu. Wewe umemwona mtu katikati yetu ambaye anatakiwa atengeneze maisha yake. Wewe unamuona mtu katikati yetu ambaye unahesabia siku zake sio nyingi tena duniani, na sauti yako inakuja kuturudisha ufahamu na kujua tusijisahau katika dunia hii, tuishi kutambua ya kwamba sisi ni wageni na wasafiri. Siku moja utatuita, na kila mmoja na siku yake ambayo Bwana utamwita. Maombi yetu siku ya leo, baada ya kusikia neno hili, utupe mwisho mzuri Bwana. Kila mmoja wetu awe na mwisho mzuri. Kuna mambo mengi ya udanganyifu katika dunia, lakini tunakuamini wewe. Ulianzisha kazi njema ya wokovu ndani yetu, Bwana utaitimiza. Siku moja tutakuona. Asante Mfalme, tunakushukuru. Tunaomba neema yako na nguvu mpya kutoka jioni ya leo ndani ya maisha ya kila mmoja wetu. Ubariki mtumishi wako, endelea kumpa nguvu na ufunuo ili endelee kutufundisha Bwana. Katika jina la Yesu Mwokozi wetu tunaomba na kuamini, na kanisa lote tuseme amen.